Kuna mzee mmoja alikuwa anaendesha gari, akapata ajali. Ajali ile ikaua watu watatu, yeye pamoja na watu wengine wawili. Ukisikia story kwa mara ya kwanza unaweza kufikiri kwamba ajali ndio ilisababisha kifo cha yule mzee. Wakati in reality kifo cha yule mzee ndio kisababisha ajali. Ilikuwa hivi, huyu mzee ni mgonjwa wa pressure, wa shinikizo la juu la damu na hypertension. Lakini pia huyu mzee ana ugonjwa wa kisukari na amekuwa anatibiwa kwa muda mrefu. Baadaye yule mzee akaamua kwamba atumie tena madawa hospitalini. Aliambiwa na mtu wake huko kwamba dawa hizo, ili dawa zangu mimi nazokupa zifanye kazi, inabidi hizo uziache. Kwa akaenda akapewa ni mitishamba au alifanywa kitu gani, whatever it is, kaachana na dawa ambazo alikuwa anapewa hospitalini. Akaenda akatumia dawa zilizokuwa ameelekezwa huko mtaani. Baada ya muda pressure yake ikawa inapanda sana na mke wake akawa analalamika. Namfahamu mke wake kwa sababu ni mama ambaye tumekuwa tunamtibia kwa miaka mingi, naye ana shida zake za magoti, miguu na nini. Kwa I know her. Akamwambia mzee yako hataki tena dawa. Nikamwambia lakini nimshauri, kwa sababu mgonjwa ana autonomy ya kukataa kuchukua dawa. Hiyo autonomy mgonjwa amepewa, it's part of medical ethics na nini. Bwana haki ya kukataa matibabu. Kwa uwezo kaenda ukamshika kuanza kumnywesha vidonge vile. Lakini nikamwambia mama, mshauri mzee na umwelekeze consequences, sababu wewe ni nesi, mwelekeze the consequences za kutokunywa dawa. Madhara yake ni makubwa sana. So mzee alipata heart attack akiwa anaendesha gari. Ile heart attack ikachukua uhai wake. Kuna baadhi ya maradhi ukishayapata, it's not about you anymore. Kuna maradhi ukishayapata sio tena about you. Ndio kwamba baadhi ya maradhi ambayo unayapata hayakuumizi wewe peke yako, it's not just about you. It goes way beyond you. Na inaweza yakasababisha madhara kwa watu wengine. Lakini kitu kingine cha kuelewa ni kwamba unapokuwa na haya maradhi sugu, especially kama pressure na sukari, unapata wewe shida, ni familia yako nzima umekeep on hold. Let's say mfano huyu mzee au mzee yote au mtu yote ambaye ana pressure na sukari akapata stroke. Chamepooza pande moja. Akishapooza pande moja hakuna tena productivity hapo. Ina maana inabidi watu waache mambo yao, waje wamsaidie kumweka sawa. Kwa watoto wako, ndugu zako watabidi waache mambo yao, waje wakuhold pale. Hakikisha kwamba wewe mpaka una recover. Wewe mwenyewe hapo sasa wewe mwenyewe unapoteza productivity. Unapata shida ya kwenda kufanywa dialysis. Umeharibu figo, sasa unahitaji kwenda kufanywa dialysis. Productivity shashuka hapo kwa upande wako wewe, kwa sababu you're not going to be productive wakati unafanya dialysis, you're going to rest. Wakati huo ndugu zako na watoto inabidi waache mambo yao sasa, waje wa deal na wewe sasa, na cost ni kubwa sana. Kwa tayari wewe umeshaingiza familia kwenye shimo ambalo ni very expensive. Kwa mimi najaribu kusema hapa, hebu fuateni maelekezo ambayo mnapewa, ni mepesi sana.